Kwa furaha tusome nyimbo namba 43 kwenye vitabu vya watoto na nyimbo namba 199 kwenye vitabu vya wakubwa, tukiongozwa na kiongozi wa nyimbo. Kinaanza kwa kusema, akizima pikipiki yake ainaonda 750, ndugu Chani alitulia kwa afya akiwa na mawazo mengi kichwani mwake yaliyokuwa akipingana naye yaliendelea kumsumbua alipokuwa amesimama pale katika uwanja wa kupakia magari pale kanisani. Chani amegundua kwamba hahudhurii kanisani kwa muda mrefu na sasa amegundua kwamba amechelewa ibada kwa dakika 15. Aliwaza, je, watu watafikiriaje akiingia amevalia suruali yake haina jinsi na fulana? Aliwaza, je, watu watamkumje kwa nywele zake ndefu? Hata hivyo moyoni mwake alipata msukumo kwamba aendelee mbele ndani kabisa kanisani, na kwa ujumla moyo wake uliuma na alijua jambo fulani limepungua maishani mwake. Moyoni mwake alisikia sauti ikimwambia, Chani, jipe moyo, songa mbele. Aliingia kanisani taratibu huku akitarajia akae benchi la mwisho, ila kumejaa watu. Aliendelea mbele, aligundua pote pamejaa waumini, walikuwa wakiimba kwa shangwe, Yesu huita kwa upole mwingi, nyimbo za Kristo namba 103. Kwa wasiwasi alifanya uamuzi haraka, nadhani nitakaa hapa sakafuni, na aliketi chini sakafuni na kujiwazia, huku akifikiri kuwa watu wengi walikuwa wakimkodolea macho huko
mgongoni kwake. Ghafla alisikia mtu anakuja kumfuata pale alipo. Huyo alikuwa ni mzee wa kanisa. Mzee huyo alikaa kando yake na kumshika begani na kumwambia, kijana, ni furaha iliyoje kuwa huko hapa. Mzee huyo aliongeza kusema, wimbo unaoimbwa namba 103, tuimbe sote. Tusimame sote tuimbe wimbo namba 103 kama Chadi alivyokubali kuimba na kanisa na mzee wa kanisa. Tusimame tukiongozwa na kiongozi wa dini. Njaa kujali, hubiri lenye mguso, mwaliko wa kula pamoja chakula cha mchana baada ya ibada vilimfanya Chadi ajisikie furaha na amani kuwa leo ni siku yake ya kurudi nyumbani. Washiriki, Mungu anataka makanisa yetu yawe mahali pa upendo, kukubaliana na msamaha, kwamba watu waliochubuliwa, waliopondwapondwa, waliovunjwavunjwa na kuchakazwa na adui wataingia kupitia milango yetu ya kanisa majuma yanayofuata. Nasi tuwaendee marafiki zetu waliotengwa nasi kwa muda sasa ili warudi kanisani. Nasi tuonyeshe kuwapenda na kuwajali kama watoto wa Mungu. Tukunjue mikono yetu na mioyo yetu kuwapokea. Mungu atubariki sana. Amina. Somo la utume na kichwa kinachosema kudumu kushikia hata pale inapoonekana Mungu hayupo. Zamani za mashua, upepo mkali ulipiga mashua na chombo kikakosa mwelekeo, na watu wengi walikufa, lakini alibaki baharia mmoja pamoja na vitu vyake vichache. Alienda katika kisiwa ambacho hakikuwa na watu. Aliamua kujenga kibanda chake kidogo cha nyasi ili aweze kuishi hapo. Huyu baharia alikuwa akiomba kila siku ili Mungu amletee msaada. Siku moja baharia huyo alipotoka kwenda kutafuta chakula, kwa mbali aliona moshi. Alisogea karibu na akatambua kwamba kibanda chake kile kidogo pamoja na vitu vyake vichache vilikuwa vimeungua. Alilala pale na kulikuwa na baridi, hakuwa na kitu chochote. Asubuhi ilipofika alienda katika ufukwe wa bahari, akakaa pale ili kuondoa mawazo. Kwa mbali aliona boti likija. Ilipofika pale nahodha alishuka. Yule baharia akamuuliza, umejuaje kwamba hapa kuna mtu? Yule nahodha akamwambia kuwa tumeona jana usiku ishara ya moshi, kwa hiyo tukasubiri hadi ifike asubuhi ndipo tuje hapa. Baharia huyo alimshukuru Mungu na katika maombi yake Mungu alimtendea. Pambano kuu miaka 6 ya pambano kuu ilikuwa likiendelea kati ya Mungu na Shetani. Japo tu wenye dhambi, Mungu anatusaidia ili tusiwe na ubinafsi, ili tuweze kuwasaidia shida za wenzetu kabla ya zetu. Mungu anatusaidia ili tuweze kutatua shida za wenzetu kabla ya zetu. Yesu alisema hivi ili kutusaidia, kututia moyo katika pambano kuu. Haya ninawaambia mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ukweli ni kwamba Mungu anatulinda ili tuepukane na changamoto, na yuko pembeni yetu kila siku ili kutulinda. Mkumbuke Yusufu utumwani Misri, Mungu alikuwa pembeni yake na akamlinda ili kupambana na changamoto zake. Mungu atusaidie tunapoendelea kukaa kati ya pambano kuu la Mungu na
miaka 0 hadi 14 kama taratibu za idara zilivyotaka. Nao tunagawanyika katika mchanganuo ufuatao: miaka 0 hadi 3 watoto 11, miaka 4 hadi 6 watoto 11, miaka 7 hadi 9 watoto 8, miaka 10 hadi 12 watoto 9, miaka 13 hadi 14 watoto 6. Kati ya watoto hao 45 watoto 13 tu ndio wanaojihusisha na idara na wengine 32 wanabaki hawajihusishi na lolote. Yaliyofanywa kwa miezi hii, tumeandaa Sabato ya wageni na tulikuwa na watoto wenzetu kutoka madhabahu mengine wapatao 16, watoto 16 na wazazi wawili. Kati ya watoto hao mtoto mmoja ameendelea kuhubiri katika idara za watoto na pia ameanza mazoezi ya nyimbo na shughuli nyingine za ibada. Tunaendelea kuwaombea. Tuliandaa audio CD nazo 2 tulizorekodi mwezi Septemba, ipo tayari na imetolewa vizuri mno. Utume tumeanza kugawa jumla ya vidifu 203 na vitabu 18 vya pendo lisilofuata kuwa miezi hii miwili. Amina. Bwana asifiwe kanisa. Kanisa, Bwana asifiwe. Nilikuwa na Sabato ya wageni ya watoto. Ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 10, si ndio? Na huyu ni mmoja wa watoto ambao walihudhuria katika Sabato ya wageni. Kama taarifa ilivyosema, ni mmoja wa watoto ambao wameendelea kuhudhuria kanisani, na ni mtoto ambaye ameendelea kujifunza pamoja na watoto wenzake, na ni mmoja ambaye anahudhuria vizuri bila kuchelewa na anafika kwa wakati, na nyimbo ambazo zinaimbwa hapa ni mmoja anayeziimba vizuri. Amen. Ninaomba kanisa muendelee kumwombea mtoto huyu. Amen. Wazazi wako ni kanisa gani? Ifata. Wazazi wake ni kanisa la Ifata, lakini anaamua kujiunga na kanisa hili, na Mungu aendelee kuwasaidia wazazi. Tuendelee kumwombea ili aendelee kuwa miongoni mwa watoto ambao watamjua Mungu na hatimaye waokolewa wanapokuja mara ya pili. Kanisa la Yombo umefanya Sabato za wageni 2, na mpaka sasa kuna mtoto wa Kiislamu yuko pale na amebatizwa, na mwingine ni mtoto wa Roman Catholic yuko pale na amebatizwa, na wanaendelea vizuri, wala hawasikii kitu kingine chochote. Tumsaidie mtoto huyo na kumtia Mungu. Asante. Mungu bariki ibada yetu ya leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yesu asifiwe. Na asalimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amjambo. Na karibisha leo katika Sabato ya leo. Kwa kuanza ibada yetu tusimame na hilo namba 138 na karibisha viongozi wa nyimbo watuongoze.
Tumekuja katika nyumba yako sana Baba mbinguni, naomba mbariki kila mtu aliyekuja kanisani. Baba mbinguni, kuna wengine wamekosa ibada kuja kanisani, naomba uwaponye ili siku moja na hawa wajiunge na wenzao. Kwa kuwa umesikia ombi langu, amina. Bwana asifiwe. Tunaingia katika matoleo ya zaka na sadaka. Kabla ya kuingia katika matoleo yetu, sikiliza kisa kizuri kinachosema kujitolea kwa ajili yangu. Benjamin aliketi kimya nyuma ya kiti cha gari lao jipya, akisafiri na wazazi wake wapya wakielekea katika makazi yao mapya. Huyu ni kijana ambaye anaasiliwa kutoka yatima. Kijana huyu alitarajia safari ifike na sasa imefika, ila imefika tofauti na matarajio yake. Nyumba zote za kulelea watoto yatima zimekuwa makazi ya muda kwake na taabu kutoka nyumba moja na kwenda nyumba nyingine. Akiwa na mfuko wake wenye vifaa vichache mno, yalikuwa ndio maisha yake ya kawaida kwake. Wazazi wake walipomfuata katika kituo hicho na kuanza safari ya kuelekea katika makazi yake. Kadri walipokaribia, mama yake mpya alianza kusema, tunaingia nyumbani, sisi tutakuwa familia moja kuanzia sasa. Maneno haya yalikuwa maneno mageni kwa Beni, ni sawa sana kuongea lugha ngeni kwake. Beni aliangalia nyumba hiyo ya kawaida yenye bango linalosema karibu sana. Mashaka tele akamjia Beni moyoni. Alitaka mpango huu ufaulu kama ataweza kuwa mwanafamilia. Beni alivuta pumzi kwa nguvu na kwa ujasiri, akashuka katika gari lao na akamfuata mzazi wake. Alipoingia katika nyumba, ghafla alitambua mambo yatakuwa tofauti katika nyumba hii. Hakujua ni kwa namna gani, ila alikuwa na mashaka kwa mambo yatakuwa kwenda tofauti na kubadilika. Benjamin alikuwa na miaka 13 wakati aliposikia na wazazi wake kumlea kwa muda miezi miwili. Aliwasumbua sana wazazi hawa kwa njia mbalimbali, lakini wazazi hawa walizidi kumonyesha upendo na kumjali, jambo ambalo hatimaye lilivutia Beni na kuwapenda wazazi wake. Miaka 10 baadaye, Beni alitoa ushuhuda kwa hisia zote alizopitia, shauku ya kufanya makosa na kuwatia wazazi wake uhalisi wa kusema ni mzigo unaowalemea. Beni alitaka tu kupima kujali kwao na upendo wao kwake. Kinachomshangaza Beni alisimulia ni kwamba wakati wazazi wangu walivyoendelea kunipenda pamoja na ukaidi wangu, nilifanya kuwa na hasira, nikawaza mwezi kunipenda kiasi hiki. Walinipenda pasipo kujali ukorofi wangu. Hatimaye nilikuwa na utulivu wa kiakili na uwepo wa furaha. Ungwana baba yangu na ungwana mama yangu nilikuta nacheka na kuwakumbatia na waamini. Uhalisi wa kuhalisiwa ni huu: wao walimchagua mimi na muda ulipofika mimi niliwachagua wao. Kisa hiki kinatukumbusha tulipopoteza uhalisi wetu kwa mzazi wetu Mungu. Shetani alikuja kutuchukua kwake. Hata hivyo, Yesu alikuja kutuchukua tena na kutukaribisha nyumbani pamoja na ufungufu wetu kwake. Kwa kuwa mbali naye, lakini yeye alitupenda, maana alituchagua leo, anatualika leo kutoa zaka zetu na sadaka kwa ajili ya kazi yake. Je, tutakuja kutoa kwa kuwa na sisi tumependa? Karibuni kwa masanduku kutoa kwa upendo na kilicho chake. Tuombe. Mtakatifu sana na Baba, tumekuja mbele zako, wana wako wanaenda kutolea zaka zako na sadaka katika nyumba uliyowapatia. Uweze kuwabariki kila walichotoa, uweze kuwabariki siku nyingine waweze kutoa, uweze kuwapatia. Kuna wengine hajapata hata kitu, uweze kuwapatia siku nyingine. Kuna wengine hawajaweza kufika katika ibada ya leo, wengine ni wagonjwa wamelazwa hospitalini, wengine ni wajane, uweze kuwapatia. Hata siku nyingine wanapokuja waje na furaha, kwa kuwa tunaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo, amina. Wakati wa utambulisho aloleta zaka na aloleta fungu kuu anaitwa Evans Juma, asimama Sabato ya Mungu.
anaitwa Emmanuel asimame asalimie ya Mungu. Aliyeleta ombi anaitwa Ismas asimame asalimie ya Mungu. Mimi mwenyekiti wa leo naitwa Gerald Benson Maipopo. Bwana Yesu asifiwe. Na mhutubu wa leo anaitwa John Face atasalimu baadaye na wakaribisha watoto kwa wimbo. Watakasa watu wako kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Nianze na kisa kinachomhusu kijana Bili. Bili alikuwa mwanajeshi wa chuo cha Mpeni katika jeshi la Marekani. Askari huyu alipokuwa na umri wa miaka 22 alianza kuonja kredi. Mtu huyu alikuwa mafanikio hadi pale alipoamua kuzima nyota yake. Baba yake Bili alikuwa mlevi ambaye kwa ulevi huo ndoa yake ilivunjika wakati Bili alikuwa angali mtoto mchanga, akalelewa na babu na bibi yake. Kwa hakika Bili alianza akiwa mtu wa mafanikio, hatimaye akapata nyayo za baba yake. Kijana huyu alipofikisha umri wa miaka 30 alikuwa tayari ameharibikiwa kabisa kwa ajili ya ulevi ya kuweza hata kufanya kazi. Ikabidi yeye na mke
kukosa mitihani. Haikuishia hapo, hata akaanza hospitali mara 4 katika jitihada za kumsaidia apone weledi. Mnamo mwaka 1934 siku moja Dina alikata tamaa. Aligundua hawezi tena kutenda lolote kukomesha weledi maishani mwake, na akamhitaji Mungu kumtendea muujiza. Miaka 70 baadaye kulianzishwa shirika lililojulikana Dina Alcoholics Anonymous linalojihusisha na ufundishaji wa kuacha weledi. Hadi sasa shirika hilo lina wanachama zaidi ya milioni 2 katika nchi 18 duniani kote. Kanuni haya ya kwanza ilizidi kuwa hawezi kutatua tatizo la weledi, kwani unahitaji nguvu ile nje yako kufanikisha. Kama Wakristo ambao tunataka kuwa raia wa ufalme wa Mungu, tunapaswa kujua Mungu ndiye mweza yote. Tusingoje tukane maishani mwetu ndipo tumtafute Mungu. Yohana 3:16 inasema, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kanisa zima naomba tuseme hili fungu. Jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Somo letu la leo linasema hitaji la mdhambi. Yesu alikuja duniani baada ya mwanadamu kuanguka dhambini, na mwanadamu huyu ambaye peke yake anaweza kujiokoa toka katika utumwa wa dhambi. Kama Biblia ilivyofunua kwamba hawezi tena kutenda lolote kukomesha weledi maishani mwake, na akamhitaji Mungu kumtendea muujiza. Hivi ndivyo hitaji la kila mdhambi, kwani unahitaji nguvu nje iliyokuwa nje yako kumwokoa, na mwenye uwezo huo si mwingine bali ni Yesu. Tito 3:3 hadi 7. Msomaji wangu nisomee. Tito 3 ngapi? Tito 3:3 hadi 7. Neno la Mungu linasema, maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi, tumedanganya, huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na usuda, tukichukiza na kuchukiana. Lakini wema wake Mwokozi wetu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alituokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa neema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanya warithi wa uzima wa milele, kama lilivyo tumaini letu. Paulo akaandikia kijana Tito ujumbe ambao wetu pia anasema, Mwokozi wetu Yesu Kristo pale alipofunuliwa alituokoa. Hapa si swala la kubatizwa au kukulia kanisani kwa kiongozi wa kanisa kwa miaka mingi, ama kujua sana kuimba, kuhubiri, kuwahi kanisani. Nitakalo kuwahitaji lako wewe Roho atakupatia uzima wa milele. Bali hitaji lako wewe na mimi kuokolewa kwetu ni kujua kwamba tunamhitaji Mungu katika maisha yetu yote. Mungu kwa hakika anatupenda, alituma mwanawe wa pekee afe kwa niaba yetu ili tupate kuishi milele. Zingatia hili, kupata uzima wa milele sio kitu unachojipatia kama stahili yako kwa uwezo wako. Hata kama huo mwema
tuliozaliwa ili tufe, viumbe tusio wakamilifu, na tuweze kuishi milele katika ulimwengu mkamilifu. Isipokuwa tuendapo, tutapokea tiketi iliyolipiwa na Yesu ya kutununua pale Kalvari. Wale watoto karibu kwa wimbo mmoja. Lazima tukubali ndoa yetu, tujisalimishe kwa mvuto wa Roho wa Mungu, ndipo tutakuwa salama. Mungu atubariki tunapoamua kusalimisha maisha yetu kwa Yesu ili ayaongoze. Ambao wanaamua kusalimisha maisha yao kwa Yesu ili ayaongoze waje hapa mbele tuombe. Israeli ndio tuombee. Tuombe. Baba yetu mwema, Mungu mtakatifu unayeketi mahali pa mbinguni, tunakushukuru sana Baba kwa wema wako na ulinzi wako pekee, na hasa sabato ya leo ambayo imekuwa pekee sana katika maisha yetu. Hiki kilichotokea tunaamini ni uwezo wako, nawe ndio uliyetuita kuja mbele zako kwa ajili ya kutubu na kusalimisha maisha yetu mikononi mwako. Nasi tuliokuja tunaomba tupokee Yesu leo. Tusamehe dhambi zetu, makosa yetu, maovu yetu, na hatimaye tuandae uzima milele. Watoto hao wabariki sana, wahekimishe sana, na hasa walimu wao ambao wanajitolea maisha yao, wanaacha kazi zao, shughuli zao, wanajitolea kwa ajili ya kufundisha watoto hao kwa ajili ya kukua jina lako. Wabariki sana, na hatimaye wote tuandae kwa ajili ya uzima milele. Wagonjwa wapatie uponyaji, shida mbalimbali kwa pamoja nao. Zaidi ya yote iko tuandae maisha yetu na mioyo yetu kwa ajili ya ujio wako mara pili. Tunaomba tukiamini pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen.